alikuwa anaitwa Potifa. Yule Potifa kwa sababu alikuwa na Mungu, Yusufu alivyonunua tu Potifa akamwachia miliki yote isipokuwa nani? Mkewe. Haleluya. Mali zote na miladi yote akaachiwa nani? Yusufu aweze kuongoza. Na alipoongoza kwa sababu ana utisho wa Mungu na ana mwongozo wa Mungu, aliona mafanikio yule mtu. Akaona biashara inaongezeka, akaona kila kitu kikaenda safi. Basi nisamehe bwana. Na kijisikia anajitutumua. Kaniomba msamaha bwana. Lakini nimemkosea mimi, lakini kaniomba, anajiona mjanja kumbe hana akili. Haleluya. Wewe uliyemuomba msamaha ndio mjanja. Hata nyumba, mpendwa sikiliza, lazima awepo mwenye akili nayo usimamisha nyumba. Ndoa yoyote lazima awepo huyu mwenye akili. Utamjuaje mwenye akili? Ni yule mwenye kushuka chini na kuomba msamaha. Hata kama mwenzie anajifanya kiburi, amekosa, sawa, naomba basi, hebu nisamehe. Au ni mume au mke, hebu basi nisamehe. Huyo ndo mwenye akili. Usifikiri nyumba makwazo hayana budi kuja. Tena wakati mwingine adui kabisa. Majembe yenyewe wanalima huna feni, yanagongana. Sembuse nyumbani. Lakini na namna gani unavuka kwenye hicho kikwazo? Uweze kununa eti ukasema ukavuka hicho kikwazo. Hivi mtu ukinuna unavuka kikwazo? Hauvuki, unaendelea kulundika nini? Uchungu ndani. Na msamaha ndio unafutaga kila kitu. Hata kama kwenye kwaya, bwana mmekwazana ndugu yangu, kweli hapa umenikwaza, mwambie tu, basi bwana nisamehe. Kwani unababuka? Yaani mdomo kusema tu bwana naomba nisamehe, unafikiri kama umewekwa na bundi hii. Haulipii kodi. Kutamka uweze kulipia kodi. Ni kinywa tu, hekima bwana. Ili nimekosa kwa kweli, naomba tu nisamehe, nitajirekebisha. Ndoto zake ziweze kutimia. Yule mtu ndo anakumbuka, kule kumbe gerezani kule kuna kijana mmoja sio wa kawaida. Hakika alinifasiria ndoto yangu, ndivyo ikawa hivyo hivyo, na mwenzangu aliyefasiriwa ikawa hivyo hivyo. Nendeni mkamlete. Haleluya. Wakaenda kumleta kijana. Bwana Yesu asifiwe. Wakaenda kufanya nini? Wakamleta. Akaona, alichokiona akasema, ninaona ng'ombe 7 wanono na nimeona ng'ombe 7 wembamba. Lakini wale ng'ombe 7 wembamba wakawameza wale ng'ombe wanono wote, wakawameza. Halafu akasema nimeona masuke yaliyonona mazuri na nikaona mengine membamba ambao upepo ukipuliza na peperusha na nini? Na upepo. Lakini yale yanayopeperushwa na upepo yakayameza haya ambayo yamenona, yakayameza, yakayeyuka. Haleluya. Nimeuliza, nimeita watu wote hawajaweza kunipa jibu. Haleluya. Hayo ni maono ya mtu yanatafutwa kutimia. Kumbuka yule mtu ndoto yake ya kwanza kwamba aliota ndugu zake nafanya nini? Wanamsujudia. Na ya pili akaona hata paka wazazi wake wanafanya nini? Wanamsujudia yule mtu. Maana yake ni mtu mkubwa. Pale ukubwa wake ukaanzia pale baada ya kuleta kumpa Farao majibu. Akasema hii ndoto yote inazungumzia kitu kimoja. Haleluya. Hii ya masuke na hawa ng'ombe inazungumziwa kitu kimoja. Hawa ng'ombe 7 na masuke maana yake kuna miaka 7 ya shibe na kuna miaka 7 ya njaa. Lakini kitakachotangulia ni miaka 7 ya jini ya shibe. Haleluya. Akapata kustaajabu yule mtu. Akasema hakika sijapata kuona mtu kama wewe. Akasema afasiria ndoto ni Mungu mwenyewe, kwa sababu huyu mtu alikuwa anatembea na nani? Na Mungu. Kwa hiyo kuna siri. Mafanikio yote yalikuwa yanatokea, alikuwa anatembea kwa sababu na nani? Na Mungu. Yule Mungu ndiye alikuwa anamwezesha kumpa ushindi kila mahala. Hebu fikiria tu leo, bosi, mke wa bosi anakuambia kijana wangu sasa nimeelewa. Hivi kuna mtu anatoka vijana wale ananaswa, lakini baba akasema akatotola. Ikatokea sasa akamwambia tafuta mtu mwenye hekima aweze akasema tupate wape mtu mwenye hekima kama wewe. Haleluya. Yule aliyekuwa mfungwa ndani ya gereza amekuwa ni mtu mwenye hekima kwenye taifa, kwenye nchi ya watu. Haleluya. Akaambia sasa tangu leo ninakupa mamlaka, ili ikitoka tu mimi Farao asiwepo bali ni wewe. Haleluya. Kauli nyingine itakayotoka ni ya kwako, hakuna mtu mwingine wewe. Kwa hiyo wote wako chini yako wewe isipokuwa mimi ndio niko juu yako. Haleluya. Fikiria, ni kitu cha tofauti sana. Yule mtu akapewa kumiliki nchi yote. Maana yake akaanza kushughulikia sasa kuchukua mazao kwa watu. Kuchukua mazao kwa watu inawekwa wapi? Store, inawekwa wapi? Kwenye magari.
Ilipofika miaka 7 ya njaa, kimbembe kikaanza. Watu mpaka Kanaani huko hawana chakula, watu sehemu nyingi hawana chakula. Wale ndugu sasa ndo wanakuja, hebu nasikia huko habari huko Misri kipo chakula cha kutosha wapendwa, hebu nendeni huko mkatuletee chakula. Ndugu zake wanakwenda, wale waliomuuza. Alipoenda akawaona wala hajawashobokea, wakachukua chakula, lakini baada ya kuanza kuondoka na pesa zao zikarudishiwa kwenye nini, kwenye mifuko yao. Baadaye kwenda wanaangalia, imekuwaje fedha ziko kwenye midomo ya magunia yetu. Kumbe ndugu yao yule yule, na tayari ndoto imetimia. Maana walipofika pale kununua chakula, walifanya nini? Walisujudu. Ndipo ikatimia lile neno ya kwamba niliona miganda ikinama kwenye mganda wangu. Maana yake tayari pale ndoto ikafanya nini? Ikatimia. Lakini ilitimia kwa sababu gani? Huyo mtu alitembea na Mungu pia. Vikwazo vyote walifanya nini? Mungu alimsaidia, alivuka. Lakini leo sisi bosi tu kidogo akikemea unanuna. Unamnunia bosi kazini kwako. Mume tukakukela kidogo umenuna. Unamnunia Mungu. Maono yako yatafutika. Haleluya. Inatakiwa muombee ili mtimize maono yenu. Mna maono ya kujenga nyumba nzuri, mnaona maono ya kununua gari, unapomnunia unafikiri matokeo yake nini? Matokeo yake ni mabaya. Unafisha maono yako. Vitu vingine ambavyo havina maana. Wewe vinakusaidia nini? Kakusema ndio, kwani wewe unabanduka ngozi? Hakuna ngozi inayobanduka. Wewe unaendelea, bana kwa kweli tu hili nimejikwaa. Ninaomba tu nisamehe. Maisha yanaendelea. Mambo yanaendelea, mnapiga na kupakua, maisha yanakwenda. Maono yako yaweze kutimia. Lakini eti unang'anga, unanuna, kesho unamlalia mdogo hivi, wewe sio hivyo. Ndugu yangu hapo mmepigwa. Tayari ameingiza mshale wake pale. Ukienda nyumbani amani hamna, maono yako yanawindwa. Haleluya. Maono yako yanawindwa. Lazima upate namna gani maono yako yaendelee, ndoto zako ziendelee kutimia. Haleluya. Hata kama mna biashara, hata kama mna pesa, adui akiingiza kelele ndani mzee, hata kama mna mamilioni atashuka. Haleluya. Atashuka kwa sababu ndio utafanya nini? Yatapata kutimia. Jambo lolote lilo jema haliwezi kukosa mitihani, lakini namna gani uwe na akili ambayo itakusababisha uweze kuvuka mtihani, uweze kuvuka vikwazo. Yusufu alivuka vikwazo mpaka akatimiza maono yake. Tunaona kabisa, andika Mwanzo 37:3